Hebu fikiria kuwa Gmail yako ni lango kuu kwa kila kitu unachomiliki, ikiwemo pesa zako, kumbukumbu zako na mahusiano yako. Gmail yako ni remote control ya maisha yako, kwa sababu ina mahusiano makubwa na akaunti zako zote za benki kupitia bank apps, mawasiliano yako yote ya social media zako zote. Lakini pia Gmail yako ni GPS ya maisha yako. Mtu akishapata access anajua what is your next move. Ni ipi mipango yako, ni ipi mipango yako binafsi, mipango yako ya kiofisi. Taarifa zako ambazo ni confidential za ofisi zinakuwa ziko hatarini. Gmail yako ni ufunguo wa maisha yako. Mdukuzi au hackers akishazipata, anapata access, anafungua na kucontrol mawasiliano yako yote, kuanzia SMS, calls zako, WhatsApp, Instagram, Facebook, TikTok na kadhalika. Mhalifu akishapata full access ya Gmail yako, atacontrol social media zako zote, na anaweza kutuma taarifa za uchonganishi, taarifa za uzushi, akatukana na watu na kufanya utapeli kwa jina lako, na ukakamatwa wewe na vyombo husika vya sheria, na sheria itachukua mkondo wake, na pengine kitu ambacho kufanya kwa sababu ya uzembe wako, labda kwa sababu hujui namna gani ya kuweka ulinzi kwenye Gmail yako. Lakini ukisoma Hosea sura ya 4 mstari wa 6 nasema, watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Karibu sana kwenye channel yangu ya Next Level Fikra, na karibu leo tujifunze namna ambavyo ni jinsi gani akaunti yako inavyoweza kuharibu kila kitu kwenye simu yako kama ikidukuliwa au imekuwa hacked. Usipuuze, Gmail yako ikinaswa na haka inaweza kuharibu kila kitu kwenye simu yako. Kabla hatujaenda mbali, hebu fikiria kwa mwaka 2023 pekee Watanzania walipoteza zaidi ya bilioni 5.067 kwa kutokana na ulaghai kwa njia ya mtandao ya simu, benki na mitandao ya kijamii. Gmail yako ikidukuliwa, haya yote yanaweza katokea bila wewe kujua. Fikiria hii, mtu akipata access ya Gmail yako anaweza kufanya chochote anachotaka kufanya kwenye simu yako. Miongoni mwa mambo ambayo anaweza akafanya, anaweza akapata namba zote zilizoko kwenye simu yako. Inaweza kaa anaweza anakufuatilia labda tangu siku nyingi, watu unaowasiliana nao, ni nani unayewasiliana naye kwenye simu yako, ni nani ambao unachati naye, akapata jumbe na simu zote unazopigia watu wa kwenye simu. Lakini pia kingine, anaweza kaiba akaunti zako mbalimbali. Kwa mfano, anaweza akateki control ya bank apps. Anaweza kafanya wizi kwa kupitia kwenye Gmail account yako ambayo amekuwa na access nayo. Lakini kingine pia, anaweza akateki control ya Facebook account yako. Anaweza akateki control ya account yako ya Instagram na hata WhatsApp, kwa social media zote ulizonazo. Why? Kwa sababu akaunti nyingi zinatumia Gmail yako kwa password recovery. Akishapata Gmail, anaweza akachukua hizi zote zikawa chini yake na akafanya chochote anachotaka kufanya. Lakini kitu kingine, anaweza akachukua picha na video binafsi kwenye simu yako, kwa sababu ataingia kwenye Google Photos zako baada akishakuwa na access ya ile Gmail account yako. Kwa maana anaweza akachukua hata zile picha na video binafsi na akasambaza bila ruhusa yako. Kwa hiyo ukajikuta tu video zako, picha zako ambazo utakisambaza unazikuta ziko kwenye mitandao, ziko kwa social media. Na inawezekana labda kuna picha ushapiga ambazo ni picha ambazo hutaki kuonekana mtu mwingine, lakini ukazikuta zinasambaa kwenye mitandao ya kijamii ambazo zinaharibu jina lako. Lakini kingine pia, anaweza akashare picha na video chafu kutumia akaunti yako. Kwa kutumia jina lako anaweza kusambaza picha mbaya. Anaweza kuharibu heshima yako kwa watu wa karibu, sababu akishare mapicha mabaya, akishare mapicha, video chafu kwenye social media kwa kutumia jina lako, kila mtu anajua ni wewe. Hakuna ambaye atajua kwamba huyu ni haka amefanya hivyo. Lakini pia kuna wengine unakuwa na taarifa za kiofisi, taarifa za kikazi. Kwa maana akishateki control ya email yako, anaweza akachukua taarifa za msingi za ofisi, taarifa nyeti kasambazwa, ambako kiofisi ikaonekana wewe ndio umiliki hizo information ambazo sensitive information labda za shirika au za kampuni, na mpaka ukweli ujulikane, tayari wewe unakuwa tayari umeshapata shida katika ofisi yako unayofanya kazi. Lakini pia kwa kutumia, mtu akishakuwa na access ya Gmail yako, anaweza akatuma email za uhalifu kwa kutumia jina lako. Anaweza akatishia watu kwa jina lako. Lakini pia anaweza akadai pesa
kwa kutumia jina lako, kwa sababu ana control ile email, akatuma kwa watu ambao unawaamini, akatuma kwa mashirika, kwa kampuni, akaiba pesa, akachukua pesa kwa sababu ya kwa kutumia email yako, akafanya vitendo vya jinai, alafu wewe baadaye kisha ukakamatwa kufanya wizi, ulaghai kwa email. Mfano halisi, katika mwezi mmoja tu wa kudukuliwa kwenye account, unaweza ukaona activity mbalimbali ambazo zimefanywa na mtu aliyedukua. Hebu tuangalie account yangu, tuangalie kwa kipindi cha angalau mwezi mmoja mpaka miwili hadi hivi sasa, tuone namna gani ambavyo ilivyo ni hatari, au namna gani ambavyo kuna juhudi nyingi, kuna jitihada nyingi ambazo zinafanywa na hackers ili waweze kuwa na waweze take control ya email zako. Ushahidi binafsi, tuangalie account yangu. Hii ni account yangu kama unavyoiona hapa, ambapo ukiangalia hapa unaweza kaangalia view my sign activity. Maana yake ni kwamba unaangalia ni mara ngapi account nimekuwa nikiingia mimi au watu ambao wanajaribu kuingia. Hebu tuone hapa, na hapa kwa see when and why you have used your account, ni lini na ni wapi, yani sehemu gani ulipokuwa unajaribu kufungua account yako. Angalia hapa recent activities, masaa mawili tu yaliyopita, na hapa ukiangalia ni masaa mawili tu na unsuccessful sign in. Mtu kutoka China alijaribu ku login kwenye account yangu hapa, na alikuwa anatumia device ambayo ni iOS operating system. Lakini ukiangalia 2 hours ago tena kutoka China, haya ukishuka tena inaonekana najionyesha hapa kutoka China, lakini kuna masaa 6 mtu alijaribu kutoka Saudi Arabia, kutoka Philippines, unsuccessful. Kutoka Saudi Arabia pia masaa 6 yaliyopita kuna Russia, Singapore, zote unsuccessful. Maanaka amekuta mimi nimeweka ulinzi mzuri, security yangu ni iko. Angalia mataifa yote, kuna Brazil, Bulgaria, United States, ambao tuangalia kuna Russia na Brazil. View more accounts, view more account activity. Tuangalie zaidi hapa, hizi ni za jana. Ukishuka kuna Egypt, kuna Serbia, Colombia, Austria. Ukiangalia yesterday, hizi ni za jana. View more, nimeshatoka jana, nimerudi tarehe 2 kote hapa. Lakini angalia hapa United States, Bangladesh, Australia, tarehe 2 mwezi wa 5. Angalia tu, hizi ni za siku chache na kuangalia na kuonyesha uone namna gani ambayo swala ni nyeti la kushughulikia. Angalia hapa, nimefika tarehe 1 mwezi wa 5. Tarehe 1 tayari nina watu zaidi ya, mpaka hapa ukihesabu 2, 4, 6, wanafika zaidi ya 10. Nimerudi tarehe 30. Nafikiri jionee mwenyewe hesabu. Niko tarehe 30 mwezi wa 4. Zote hizi ni trial. Walijaribu kuingia, aliweka password, ametumia namna yote, imekataa. Tarehe 29, tarehe 28, zote activity ni same tofauti. Huyu alikutoka Spain, France, United States na China. Kwa hiyo nimekuonyesha tu kwa kifupi kwa muda ya miezi ni ngapi. Angalia kwa muda ya siku chache tu, tangu tarehe 5, tarehe ya leo mpaka tarehe ngapa. Sasa niko tarehe 26 mwezi wa 4 na bado inaendelea. Unaweza kuangalia mpaka miezi 3. Yote hao wote walijaribu, naona unsuccessful sign in kwa mataifa tofauti, na ni mataifa yenye teknolojia kubwa. Watu wamejaribu kusign in. List inaendelea. Niko tarehe 16 mwezi wa 4. Ipo mpaka unaweza kaenda mpaka hata Disemba 2024. Uone namna gani ambavyo ni hatari. Nini usichukue hatua sasa? Kama una ndoto kubwa za mafanikio kupitia social media au biashara au online au kazi ya digital, usipolinda akaunti zako leo, pengine unategemea kutengeneza YouTube yako iweze kugrow, uweze kutengeneza subscriber wengi ambao kupitia YouTube au social media baadaye uweze kuwa unalipwa kupitia kazi zako. Kama chukua hatua sasa ukazilinda akaunti yako, hautafika popote, kwa sababu watazichukua hackers, watazicontrol
Kwa solution ni moja tu. Nataka nikupe vitu viwili vya kufanya ambavyo na hakika ukifanya hivi vitu hakuna ambaye anaweza akahaki social media yako yote, iwe ni Facebook, iwe ni WhatsApp, iwe ni Instagram, iwe ni email zako. Hakuna ambaye anaweza kuihaki ukifanya haya mambo mawili ambayo nitakwambia kwenye video hii. Ya kwanza, tumia Authenticator app ambazo zipo. Kuna Microsoft Authenticator au Google Authenticator, lakini pia unaweza ukaweka two factor authentications ambao tunaita 2FA kwenye akaunti zako zote muhimu. Usisubiri hadi iwe too late. Linda akaunti zako sasa au utajuta maisha yako yote. Nataka ucomment hapo chini kama tayari umetumia Authenticator. Kama bado, anza leo, naweka 2FA sasa hivi. Je, unataka nikutengenezee video namna gani ya fanya installation ya Authenticator kwenye simu yako hatua kwa hatua? Kama tayari unayo kwenye simu yako au ushaweza kuitumia, comment secured kama uko salama, kama una kwenye comment on it kama unaenda kuweka sasa hivi. Lakini je, unataka nikutengenezee video jinsi gani ya kuweka step by step? Comment teach me hapo chini, nitakufundisha. Na ninaamini itakuwa historia, utakuwa unasikia tu kwa watu wengine kwamba kuna mtu amehakiwa simu yake, amehakiwa WhatsApp yake, amehakiwa njia yote. Hautafanywa tena kitu kama hicho, itakuwa ni mwisho. Ninaamini katika video hii utakuwa umenielewa. Tane tena kwenye video nyingine ijayo. Asante sana kwa muda wako na kusikiliza. Karibu tena.